The temple was built without any noise. Hata ungesikia musumari ama nyundo. Okay, sisi kama Murang'a hatungetaka kuongea juu ya watu wengine. Sitaongea tu ya Murang'a. Tuseme ya kwamba sisi mafikira yetu ni kuconcentrate na kazi. Ile mawazo kama gavana uko nayo, si kila mtu anayaona. So jaribu kucommunicate zaidi na zaidi, na pia watu waone mahali wanaenda kutokea, basi mtaenda pamoja na kila mtu. Kumbuka kidole kimoja hakichawa, na sisi hatuna hekima yote. Basi tunaambia huyu achangie hivi, huyu achangie hivi, sote tuende mbele pamoja. Unafikiria siasa ambazo zimekuwa zikiendelea katika nchi yetu ya Kenya zimekuwa zikirudisha nyuma sana utendakazi wa magavana? Tutaangazia maneno. Tutaangazia. Bwana wachi ndani ya saa modanyani wa umundi twi wa chumwa na indi kiyo cha umundi nina mweni ulatu kwitha twine na nia imwe kwa imwe tunena maondo kauta meokonia maendeleo ona vanini maondo meokonia uteti no ni kutaba sia kana ateti na maendeleo ni sindu ile sienda na siapa munondo mutongoi alika kivelani kuisela maondo maki uteti yani twarasa sikithogu anzo mona kiyo cha umundi twina governor wa county ya Murang'a. Hulani Dr. Irungu Kang'ata nwetu ida tuinenena nake bandini wa kilungu ki kwa ndatika unini nikaenda usethia etwa mana maundu eli atatumiwa kwenye county ya Murang'a. County ya Murang'a ni county imwe kati wa county miongo ina na muonza hila yithi tu yiwetwa muno kwa maundu maki wabukumi na itiedi tu na kelele mwingi ni kwa timu wito kelele mbinge ndine wa county kibathokanio si wa county sia bakwitu ile mbetani ya Ukamba. Karibu tutambani nginya muthia gavana. Shukran sana na kwa kutualika katika ofisi yako kuzungumza na mwananchi na kukaribisha kwanza uweze kuzungumza na Mkamba mwenye yuko eneo la Murang'a na mwenye yuko side za Ukambani, Mombasa, Nairobi na popote Mutongoi TV inapofika. Karibu. Mwemuri ya seo, ndi museo. Tumefurahia kuja hapa na kuongea watu wa jamii ya kule Ukambani. Nimo kanenga sindu sia Mutongoi. Naturi ya seo. Tuko kabisa. Karibu sana. Sindu sia Mutongoi utapata. Hii ni Mutongoi TV. So be assured sindu sia Mutongoi utapata. Tuivo. Tuanze. Kaunti ya Murang'a ni mojawapo ya kaunti ambazo zimekuwa zikisemwa sana, si kwa ubaya, ni kwa mambo ambayo yanaendelea katika kaunti hii ya Murang'a ambayo wewe gavana unaongoza, na ndio manake tumekita kambi hapa, tumekuja kuzungumza na wewe kama gavana katika takriban miaka miwili ambayo umekuwa kwa uongozi. Unaweza sema ni kitu kipi ama ni miradi ipi ambayo mwananchi wa Murang'a anaweza sema gavana wangu yenyewe hapa amefanya kazi? Na wewe gavana, ni kipi ambacho unajivunia kwa hiyo takriban miaka miwili kwa uongozi? Niseme ya kwamba shida ambazo ziko hapa kwetu Murang'a ni nyingi mno na hatuwezi zitatua kwa kipindi cha miaka miwili, lakini iko maneno ambayo tumeanza kujaribu kusukuma wananchi mbele. La kwanza ni ile program inaitwa Kang'ata Care ambayo ni mradi ambao unahusisha kaunti ya Murang'a na NHIF. Tukawalipa takriban milioni 300. Wakaweza kupatia bima ya afya takriban familia 40,000. Na hao ni watu takriban 160,000. 160,000 individuals. Ukiangazia ni mtu, bibi, watoto. Na wako na hiyo bima hawalipi chochote wakienda hospitali kama uko Murang'a ama nje. Na unatengenezwa inpatient ukilala kwa hospitali, usipolala outpatient. Macho, masikio, optical, macho, meno, dental. Na pia hatutaki mtu apate
shida ya kupoteza mpendo, lakini kwa Kikuyu tunasema mutinodori ijaba, yani ajali haina kinga. Mtu akituacha kaunti inapatia takriban 1,100. Kwa kimombo tunaita last expense insurance. Ndio. Kabla tusonge mbele, najua ni mengi umefanya tukiwa hapo tu kwa sekta ya afya. Umesema takriban watu 1,160, familia 40,000. Kuna mtu atajiuliza, mtajuaje hao watu? Ni kriteria gani mnatumia kujua hao watu ndio wako na shida zaidi, ama mnatumia njia gani ku identify hao 40,000? Mnatumia njia gani haswa? Kuna sheria ambayo ilipitishwa na County Assembly ya Murang'a na policy ambayo iliweza kusema watu njia ya ku-identify hao watu. Na hiyo sheria huwa ni tuna announce, nasema watu waende kwa kiwanja, wanapanga waende kwa shule ambayo imewakaribia kwa mwaka, kila kwa mwaka mara moja. Alafu tutatumia njia za redio, barua kwa kanisa, kwa chief, kuambia watu wajitokeze. Na hiyo kriteria tunaiweka, na ni kriteria haswa yule mtu mzee. Pili, mtu ako na ile inaitwa kwa kimombo chronic ailment, yani ugonjwa ambao unasumbua kila mtu. Kwa mfano diabetes, hypertension, hizo. La tatu, mtu ambaye ana ulemavu. Mwaka uliopita kila mtu ambaye alikuja alipata kadi. Hakuna hata mtu mmoja tulikosa kumpatia. Ila yule mtu ambaye tulikuta already ako na kadi katika NHIF, kwani huwezi pewa kadi mara mbili. Ndio. Gavana, katika nikiangalia tu baadhi ya mambo ambayo umefanya kama kaunti ya Murang'a, kuna kitu tumeona mnaita Smart City Program. Hii ni programu ina gani, na wazo la Smart City Program ilikuwa gani hasa? Kulingana na wataalamu wanasema ya kwamba miaka inayokuja zaidi na zaidi ya watu wataishi katika miji. Basi lazima tuanze kujitayarisha katika maisha ya watu wakiwa kwa miji. Na mojawapo ya shida kubwa ya miji ni rasilimali kuwa mbovu. Unakuta kuna barabara, barabara si paved, si bitumen standard, hazina rami. Basi tukasema tuweke pesa kando, kazi yake ni kuangazia barabara za miji. Tunaziweka rami, tunaziweka kabro. Basi hivi leo takriban tauni kama 20 hivi tumeziweka rami katika Murang'a County, haswa zenye ziko na market. Kwa mfano hapa Kiharu tuweka mahali inaitwa Mukui Market, Kahatia Market, Mathioya tukaweka Kireini, Kangima tukaweka Kanyenyeini na Kangima, Kangari pande ya Kigumo. Kule huku Murang'a tuna wakaazi ambao wanaongea lugha ya Kikamba. Tuko na 2 wards, moja iko Idhanga, ingine ni Kakuzi Mitumbiri. Basi katika Idhanga sub county tuliweka Kaguku Market. Basi wenye wanapeleka mali zao Kaguku saizi wanaweza kuambia already tushaweka hiyo smart city. Ndio. Tukiwa hapo tu kwa mambo ya miradi, maendeleo, kwa muda umekuwa kwa ofisi, kuna kitu kingine kipi ambacho umefanya ama serikali yako imefanya mwananchi anaweza jivunia kwa sasa? La tatu ni mambo ya uji. Tuko na watoto takriban 42,000 wa ECD. Mbeleni nilikuwa nalipa uji, saizi hawalipi, county inawaletea every day. La nne kuna ingine ya wakulima wa maembe. Hizo mahali kunaitwa uko Idhanga, mahali kama Glelia, Idhanga, Kakuzi, Makuyu, Kambiti. Hizo mahali kame hawako na cash crop. Basi sisi tukakuja tukaweka mkataba na private sector. Wakatuambia watakuwa wanatunulia maembe ya Murang'a 16 bob.
Sasa kazi yetu kaanza kumobilize wananchi watupe hiyo maembe, tunapeleka kwa private processor, anatupatia 16 bob, tunapatia mwananchi. Alafu tunaongeza 7 bob, inaitwa nyongerera au nyongeza kwa Kiswahili. Basi inakuja 23 bob per kg. Basi ile pesa farmer anapata ikatoka kutoka kwa 2 bob hadi 23 bob per kg ya maembe. Yeah. Alafu tukawapatia kadi wakulima wa maembe na wa milk. Mtu yoyote anapeleka hizo vitu kwa cooperative ako na kadi inaitwa Inua Mkulima. Hapo ndani tumeweka pesa takriban shilingi 2,400. Huyo mtu anaenda dukani anapatiana hiyo kadi, anaenda na vitu za kukula kama mchele, sabuni, unga wa ngano, unga wa flour, wa ngano. Pia chakula cha ng'ombe, hizo anapata kwa hiyo pesa tumeweka kwa hiyo kadi. Tukiwa hapo kwa uji, kuna kaunti, kwa mfano kaunti ya Machakos huko Ukambani walianzisha mpango wa maziwa na kupea watoto wa ECDE maziwa, na kukawa na kelele mingi kwa sababu wazazi, kwa mfano najua Wakamba wengi wanajua hii, walikuwa wanaitishwa pesa ya kupeleka shule, inaletwa kwa senta moja, alafu wazazi wanaambiwa toa shilingi 50, sijui ngapi, inategemea ni wapi, maziwa inapelekwa ili maziwa ifikie watoto. Katika kaunti ya Murang'a huu mpango wa uji, sijui ni serikali ya kaunti imesimamia fully ama pia mzazi anahitajika kutoa pesa fulani ili kufanikisha hii program. Hii ni kaunti imesimamia fully. Hakuna chochote mzazi anatoa, ni kaunti inalipa 100%. Na mzazi tu kazi yake ni kupeleka mtoto shule. Ndio. Na imeweza kusaidia sana namba ya watoto kuongezeka katika shule za ECDE. Bila shaka tulikuwa na watoto takriban 35,000. Kwa hivi sasa wamefika karibu 42,000 kwa ECDE zetu. Ndio. Katika kaunti ya Murang'a nimeona kuna kitu inaitwa Murang'a Youth Service. Na wengi katika sana kaunti za Ukambani wanajua tu National Youth Service. Kuna vitu vingine, lakini kaunti ya Machakos wamesema wataanzisha kitu kama hicho. Ni nini kilikusukuma kama gavana wa Murang'a kuanzisha Murang'a Youth Service? Kabla tuende hapo, acha nikuonyeshe hii ndio kadi ya Inua Mkulima. Yes. Unaona hii? So hii ndio unapatia mkulima. Iko na jina ya mkulima na ID yake, mahali ametoka na ni kazi ipi anafanya. Alafu hapa nyumaye imeandikwa zile vitu ataenda aswap apewe. Tunatumia teknolojia kujua ni wakulima wangapi wameenda na wameswap pesa ngapi. Ndio hii. So Murang'a Youth Service tokana na kuangazia ukosefu wa nafasi za kazi, basi tukaambia hawa watu kujeni, tutamsupport. Vijana ambao hamna kazi wanakuja, wanacheza ballot, yes na no. Yenye inatoka yes, unapewa kazi ya kufagia. Unafagia town zetu. Nyumaye every day tunakupatia 400 shilling. 100 inaenda kwa mzazi, 300 ni yako. Alafu ukifagia after 2 months tunapeleka village polytechnic zetu. Unasomea welding, mechanic, tiling, chochote unataka kulingana na courses zenye ziko kwa polytechnic. Baadaye tunakulipia examination inaitwa ya NITA. Ukipita unapewa 15,000 uweke biashara yako. Ndio. Vijana wangapi wamesaidika? Kwa hivi sasa ni takriban 3,150. 3,150. Lakini wenye washatoka kabisa ni takriban 1,000. 1,000 iko kwa polytechnic, 1,000 ni wakati wamemaliza community service hii kufagia mitaani. Ndio. Kwa hivyo tofauti na National Youth Service ni kwamba ninyi mnawalipa. Sisi tunawalipa.
na tunawapatia grant. Pili, sisi hatuwapeleki kwa dom. Pana, watu wanakaa kwao. Yeah. Kuna kitu kingine about revenue collection. Nimeangalia kaunti ya Murang'a financial year 2023-2024, I think it's about 1.1 billion. Na nimeona ni kama unatumia njia ya mtandao kufanikisha hili. So far, how is that? Ikoaje, inafanya kazi aje kwanza hiyo? Basi tulileta wale wanaitwa computer scientist, tukawapea kazi. Tukawaambia watengeneze mitambo. Kwa mfano huu mtambo unauona kwa TV, unaonyeshana single business permit na lika. Basi ukitaka kuchukua license ya county, huendi kwa county office, unaenda tu kwa internet, unalipa na tunakulipisha, unakaa tu. Pia tumeweka mtambo wa hospitali. Kama hapa huyu ni wa hospitali, naweza jua ni wagonjwa wangapi wako katika any facility, ugonjwa upi mwapeleka. Hata sasa tukiongea. Hapa tukiongea sasa hizi. So kama kuna dawa ama hakuna, vitu kama hizo. Okay, si upata shida au juu ya wakati mwingine internet inaenda chini. Lakini mahali iko, kwa mfano hii ni hospitali ya Kirwara. Nikifinya hapo, all data ya Kirwara itakuja na nitaweza kuona. Tuna shida wa internet wakati mwingine enda chini, tuna hope tupate cloud server ambayo itafanya hizi systems zisiwe zinaenda chini. Tuko na hii ya wamama wajamzito. Ukiwa mama mjamzito, Murang'a, tunakupatia support. Tunakupatia 1,000 ili uitikie kuja kupata mtoto kwa hospitals. Why? Because Murang'a ilikuwa na very high rate of maternal infant mortality rate, yani wamama wazito wanazalia nyumbani. Kwa hivyo basi wana increase chance yao ya kuona shida. Ili wakuja kwa hospitali, tukaanza kuwapatia reimbursement. Kuja upatie mtoto kwa hospitali. Tunapatia 1,000. Hivi sasa tumeuchange. Tunakupatia 1,000 na tunakulipia NHIF cover. Bora uattend antenatal clinics for 6 times. Na huo mpango wa kulipia wanawake wajawazito umechangia wanawake wengi kuja katika hospitali na kupata watoto katika hospitali? Yes, umeincrease. Umeincrease ku-incentivize more women wakuje kwa our facilities. Pia magari zetu zote tumeziweka tracker. Nikiwapa naweza ona ni gari ipi iko wapi. Nikiona kama uko dereva unakunywa pombe, nitaweka tu message hapa nisimamishe gari yako. Na imereduce fuel consumption. Na pia ikareduce accidents. Na pia watu wakakuwa more discipline kufuata zile sheria tumewaambia. Pia tuna mtambo wa mtu anataka kuapply land building permission. Unaenda kwa internet, unaweka your drawings, tunakuapprovia kwa internet. Na pia wenye wanataka promotion, wafanyikazi ama wanataka leave, tumewatengenezea mtambo wa kuapply through online. Tukizungumza kuhusu online, hata serikali kuu ilikuwa inasema watajaribu kudigitize whole services katika kaunti ya Murang'a. Sijui ni asilimia ngapi ya services ambazo ziko digitized katika huo mpango unasema? Takriban 70%. Of course kuna zile bado zinaendelea kuwa manyu, lakini tunaenda tuking'ang'ana zisiwe manyu kulingana na ile shida tunapata nayo. Ndio. Apart from internet kuwa chini, ni challenges zingine zipi mnapata katika hii mambo ya mtandao? Kwa sababu ni kitu kipya ambacho umekuja nacho. Sijui kule mashinani, kwa mfano, unajua kuna sehemu nyingi za Murang'a, kwa mfano kuna watu ambao tuseme kwa njia moja au nyingine hawajapata ile exposure mambo ya mitandao. Umepata hizo challenges ama mnatuma watu kuwafunza ama kunaendaje? Bila shaka kuna hiyo shida ya masomo.
ya kwa mfano hasa wakati tunalipisha pesa kwa market, wale wanakuja kulipa ni wanyanya. So lazima tuweke mtu ambaye ajaribu kuonyesha kulipa. Wa hospitali, watu wenye wanakuja kulipa ni wazee, so lazima patokee mtu ajaribu kuwasaidia. Tumeanza kuweka watu wakae kwa hospitali wasaidia watu, mtu ambaye hajasoma ndio tuweze kulipa sisi sote. Ndio. Naendi Moses yani ndino akilungu ki twende na kunena na governor wa county ya Murang'a Irungu Kang'ata ndakishali kethani ndo atonyelela tukeze usengai herasa ziba ende sichao otondo kuigwa ni maondo ka utatwende na kusoma kuma county nino ya Murang'a na nikwate maondo amwe tusoma ngaleko nino maondo ano matethie muno thini wa ilembeta itu ya Ukamba na ni maondo ma kwikilekana mwene ndi ni wakwata maendeleo. Tukisonga mbele gavana, kuna kitu ulianzisha Budget and Economic Advisory Council. Wale wafanyabiashara, watu wafanyabiashara kutoka kaunti ya Murang'a, sijui bado huo mpango unaendeleaje, umefika wapi na umesaidiaje katika utendakazi wa kaunti ya Murang'a? Wanaendelea vizuri na wametusaidia sana kupatia mawaidha, kwani wao ndio wale watu ambao wako na maarifa. Kumbuka kidole kimoja hakiui chawa, na sisi hatuna hekima yote. Basi tunaambia huyu achangie hivi, huyu achangie hivi, sote tuende mbele pamoja. Ndio. Kwa hapo tu katika mambo ya maendeleo, kuna kitu ambacho nimeona kikirudisha nyuma sana kaunti tofauti katika nchi yetu ya Kenya. Kwa mfano unapata kuna ule mvutano baina ya county assembly, executive, unapata gogoro inaendelea tu na wananchi wanaendelea tu kulalamika, wananchi ndio wanaumia. Ni nini mnafanya kaunti ya Murang'a? Kwa sababu kaunti ya Murang'a hatujasikia kitu kama hicho. Ni nini aswa mnafanya? Unapata mko na ile good relationship na county assembly na kumenyamaza na ni kazi inaendelea. Ni kukaa ukiongea na wao. Kumbuka ile mawazo kama governor uko nayo, si kila mtu anayaona, so jaribu kucommunicate zaidi na zaidi, na pia watu waone mahali wanaenda kutokea, basi mtaenda pamoja na kila mtu. Ndio. Kwa hivyo unaweza sema kaunti ya Murang'a ni kaunti ya kupigia mfano wa kaunti zingine zinaweza toa, tuseme ile inaitwa benchmark katika kaunti ya Murang'a. Well, sitasema hivyo. Wache iwe watu wengine ndio watasema. Sisi tutanyamaza tu. Ndio. Na katika mambo ya maendeleo unapata siasa. Kwa mfano wanaambia watazamaji wangu, siasa na wanasiasa na maendeleo ni vitu ambavyo unajua, kwa mfano gavana anaingia kwenye kiti kupitia election ambayo ni mambo na siasa, lakini unapata kuna wengine wameingia kwa ofisi lakini siasa wanaendeleza tu kupiga, wengine wanapiga kazi. Unafikiria siasa ambazo zimekuwa zikiendelea katika nchi yetu ya Kenya zimekuwa zikirudisha nyuma sana utendakazi wa magavana hata serikali kuu? Okay, sisi kama Murang'a hatungetaka kuongea juu ya watu wengine. Sitaongea tu ya Murang'a. Tuseme ya kwamba sisi mafikira yetu ni kuconcentrate na kazi yale ambayo wananchi walitupatia kura kuhusu. Kumbuka haya ni mambo mengi ambayo tunataka tuwasukume haraka. Mambo kuhusu Kang'ata Care, Inua Mkulima, automation, Matano program, smart city, community service. Umeona mambo, kwa mfano hii mambo ya ECDs. Unaona mbeleni zilikuwa zinakaa na matope, saa hizi tumezigeuza. Tunaziweka terazo, tunaziweka ceiling ambayo ni mzuri. I think hiyo ndio concentration yetu. Ukiwa senator ulisukuma sana MCAs wapate kiti fulani, ward fund. Sijui ulipokuwa gavana katika mahesabu yako kufanya kazi na wakilishi wa wodi, sijui kama kuna
kuna pesa yoyote mmeweza kuwatengea ikuwe ni kama kwa mfano ward fulani kama hiyo ya Idhanga, MC wa eneo hilo kuna tuseme pesa fulani, nimeona kaunti zingine kuna ile pesa ambayo imetengwa kwa wards. Sijui kaunti ya Murang'a. Yes, tumekuja na program inaitwa community projects. Na iko zile program ambazo tunafanya tukitumia hiyo community projects na nyingi ni tulianza na ECD. Kwa mfano ukiangalia hii picha utaona ECD ilikuwa inakaa hivi, kwa hivi sasa tumeigeuza tukaiweka terazo, tukaiweka ceiling. Na pia imepatia vijana kazi katika pale grassroots, kwani hizi ECD ziko takriban kila mahali kwa shule, kwa county. Mambo za kuweka maji, mambo kutengeneza barabara kidogo. Basi hizi county inajaribu kuwa na mswada na development kila mahali. Basi diwani anakuja na program na sisi tunaifund, tunaisupport. Umezungumzia kuhusu ECD hii. Walimu wa ECD hii katika Kenya mzima wamekuwa kuna wale wamekuwa wakisukuma wajaribu katika PPP. Kaunti ya Murang'a bado kwani hatujawaajiri PPP. Shida ni tunaomba watupatie muda. Wanafanya kazi mzuri sana. Lakini tunaomba tu watupe muda, mahesabu zetu zikae vizuri. Kumbuka tulikuta kaunti yetu ikiwa chini mno. Basi kuifikisha hapa lazima kila area tuangazie imeenda vizuri. Otherwise tunaweza fanya kitu kifanye tuende kinyume cha sheria. Okay. Tukirudi kwa on source revenue. Sijui mlipata kaunti ya Murang'a collect pesa ngapi na sasa mko wapi? Tulikuta Murang'a ikiokota 520 million per annum. Takriban 500 milioni 500. Kwa hivi sasa kutumia njia za automation tumefikisha hiyo pesa takriban 1.1 billion kwa mwaka. Na tunasema shukran, na pia tunaona mitambo imetusaidia sana. Ndio. Hii miradi umesema, haya mambo umesema ambayo umefanya kwa huu muda umekuwa kwa ofisi kama gavana, unafanya na hiyo pesa tu yenye mnaokota ama pia mnaongeza ile inatoka kule juu? Kwa sababu pesa yenye inatoka kwa serikali kuu, kwa mfano kaunti ambazo nimetoka, kaunti za Ukambani, wamekuwa kilalamika sana pesa haijafika. Na najua si Ukambani peke yake, ni kaunti nyingi ambazo pesa zimechelewa kutoka hazina kuu. Hii miradi umefanya, hii pesa tu yenye mnaokota katika kaunti ya Murang'a? Zote mbili. Yenye inatoka Nairobi na yenye tunaokota hapa. Tukishikanisha basi zinafanya hiyo kazi yote. Ndio. Hata kama zinachelewa, hiyo ndio uzuri wa kupata pesa nyingi hapa on source revenue. Kwani zikichelewa hizi ziko huku ndizo zinashikilia kaunti wakati pesa zimechelewa. Ndio. Kuna baadhi ya, nitatumia mfano tu, mahali natoka, kuna baadhi ya serikali za kaunti wamekuwa wakidhani kana kwamba serikali kuu ina mpango wa kukandamiza serikali za kaunti, wakipeana mfano wa kuchelewa kwa fedha ambazo zinatuma katika serikali za kaunti. Hata COG kwa mara nyingi sana wamekuwa wakiongea kuhusu hizi pesa. Kwa maoni yako, unadhani devolution inakandamizwa na serikali kuu? Bila shaka kuna mushkil na ama tatizo katika mambo ya devolution, haswa pesa kuchelewa. Kwa mfano tumeona pesa inakaa takriban miezi 3 kabla zifikie kaunti, na hiyo inatatiza kazi yetu hapa chini mashinani. Sijistaki kusema ni njama ama si njama la, lakini ukweli ni kwamba pesa huchelewa. Zikiingia hapa
zinakaa takriban miezi 3 kabla zifike, na ujue uko na wafanyikazi utalipa, uko na stima, uko na maji, uko na all these programs ambazo una run ambazo lazima uzisukume. Ndio. Na tukiwa hapo tu, sijui ni wosia upi unaweza peana kwa serikali kuu kuhusu fedha za kaunti? Basi niwaambie tafadhalini, msicheleweshe pesa zetu, kwani hizi pesa ndizo tunatumia kufanya all these programs, whether ni smart city, community projects hizi tunatengeneza, ECD, uji wa watoto, matano support program hii tuna support watoto wa mama wajawazito, whether ni inua mkulima, hii pesa tunapatia wakulima wa maziwa na wa maembe. Yes, tafadhalini wasicheleweshe. Tukimalizia hapo tu, unafikiri ni nini haswa kinafanya hizi pesa zichelewe? Kwa sababu nikisikiza magavana wengine, manaibu wa gavana wamekuwa wakiongea kwa ukali sana kuhusu serikali kuu inatukanyagia, inataka sisi kutumaliza. Unafikiri nini haswa kinafanya fedha zichelewe? Ningependa kusikia wasia wao hadi wanatuelezea kwa nini inachelewa. Serikali kuu sasa. Serikali kuu isiwe ndio wao watuelezee. Ndio. Mkiwa katika baraza la magavana COG, sijua mna keti magavana wote mnapeana wasia kuhusu mambo ya utendakazi katika kaunti. Kwa mfano Irungu Kang'ata katika baraza la magavana anasema katika kaunti yangu nafanya 1 2 3. Gavana mwingine the same, na gavana mwingine pia kama hakuwa anafanya kitu ama anaweza copy from your own county. Sijui mnafanya kitu kama hicho? Bila shaka. Kwa mfano kaunti ya Machakos ilikuwa hapa kusoma mambo ya Murang'a Youth Service, tukawapatia hizo sheria. Nasikia wanataka kuanzisha. Kaunti ya Kiambu imekuja hapa mambo za Kang'ata Care, wanataka kuanzia huo mradi. Na katika kaunti ya sisi wenyewe tulisoma mambo mengi katika kaunti zingine. Kama hii mambo ya kuuplift ECD tulitoa Kwale wakati wa gavana Mvurya. Hii mambo ya smart city tulitoa pande za Kakamega wakati wa gavana Oparanya. Basi bila shaka ni vizuri mtu anasoma. Wajua Waswahili walisema yule ambaye hatembei hufikiria chakula kizuri ni cha mamake. Basi ni vizuri unajaribu kuangazia. Kwa mambo ya revenue tulienda pande za Laikipia, tukauliza mnafanya aje? So hiyo ni kitu kizuri. Tukimalizia, kwa sababu naarifiwa muda wetu karibu kuisha, katika mambo ya siasa, kumbuka hapo uchaguzi uliopita wanakuita Kang'ata wa barua. Siku hizi naona ni Kang'ata wa maendeleo. Mount Kenya, Mlima Kenya, kumekuwa na misukosuko, mambo ya siasa. Najua kwa njia moja au nyingine huenda hautaki mambo ya siasa, lakini swali langu kuhusu ushirikiano wa Mount Kenya na Eastern. Deputy President Rigathi Gachagua juzi tu alikuwa anasema Gema hapa mwisho ni association, but wanataka waeke Akamba, na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka alikuwa tu amesema kitu kama hicho. Unadhani ushirikiano wa Wakamba, wa Gikuyu na Waembu na wa Meru katika association hii ya Gema, unafikiri ni kitu ambacho kinaweza kuwa na manufaa zaidi kwa wananchi wa maeneo hayo tukiendelea katika uchaguzi unaokuja? Nataka usome Biblia katika kitabu cha Kings. Pameandikwa ya kwamba dhehebu lilitengenezwa bila makelele. The temple was built without any noise. Hata ungesikia msumali ama nyundo. Basi nikuelezea kwamba sisi hapa Murang'a
tunafanya kazi bila mambo ya siasa, sijui nani washikane. Hayo ni mambo mazuri mno, lakini wengine wataongelea. Tafadhali ningeomba tu kwa hivi sasa, hiyo maswali ni mazuri mno kabisa na yazuri kabisa, lakini naomba tu nipe tu nafasi tuweze kuconcentrate na mambo ya maendeleo, na ni mazito hii maneno ya maendeleo. Kabla sasa tufanye mambo ya automation, nifanye coding, nifanye mambo ya uji, nifanye mambo ya Murang'a Youth Service, inachukua muda sana. Basi hizo maneno ya kabila hii, sisi tunafikiria mambo ya kupigana, lakini mapigano yetu ni ya poverty, ukosefu wa ajira. Hiyo ndio ile tu ningekuomba tu concentrate na. Lakini unakubali ya kwamba kushirikiana ni muhimu? Bila shaka Wakenya washirikiane, Wajaluo, Wakikuyu, Wakamba, watu wa Coast, kila mtu tuwe pamoja. Sisi tu Biblia inatuelezea kwamba sisi sote tuko watu kitu kimoja. Ile damu ambayo inapitia mimi Mkikuyu, ile inapitia Mkamba, ile inapitia yule Msomali, yule mtu wa Coast. Ndivyo Biblia inatuelezea. Tusiwe na discrimination, tupendane sote. Ndio. Tushikamane, one togetherness. Yes. Tukiwa hapo tu kwa kushikamana, utaniruhusu nikuulize ili your thoughts on broad-based government. Because broad-based government, kwa sababu umesema ni muhimu sana tushirikiane, tushikamane kabila zote za Kenya, tusongeshe Kenya yetu mbele. Kwa sababu nimesikiza President William Ruto kwa mara nyingi sana ameweza kusema sasa Kenya imeungana, tutasonga mbele na mambo ya maendeleo ambayo tunazungumzia hapa na wewe, mambo ya maendeleo na kushirikiana. Your thoughts on the broad-based government? Tutafikiria, wacha nifikirie hiyo maneno. Lakini tutafikiria. Lakini ni muhimu wa Kenya wote wakiungana kwa mambo ya maendeleo. Wacha tutafikiria hiyo maneno. Tutaifikiria kidogo. Gavana, tukimalizia, kwa sababu najua nikikuuliza hii nyingine utaniambia utafikiria kuhusu impeachment ya lakini venye nitauliza naomba tujibu. Impeachment ya Deputy President ambaye anatoka Mlima Kenya na mambo ya maendeleo, manifesto ya Kenya Kwanza. Don't you think hii mambo ya kuleta siasa mingi, tuko hata miaka 2 haijaisha, hii kuleta mambo ya siasa, hauoni inachangia mwananchi kutopata maendeleo na manifesto ya Kenya Kwanza kutotekelezwa vilivyo kwa sababu kuna misukosuko ya mambo ya siasa? Tutaangazia hiyo maneno. Tutaangazia. Tukimalizia na dakika 2-3, nataka uzungumze na Mkamba anayeishi Ukambani, Murang'a. Najua wako wengi kwa sababu hata katika vipindi ambavyo tunafanya kuna watu wengi wa Murang'a wanachangia, wanasema wanaendelea kutazama wakiwa kaunti ya Murang'a. Tuko na Wakamba Mombasa, kila mahali, Meru, Embu, wapi, na kupea nafasi uweze kuzungumza nao tukimalizia. La kwanza ni kusema sisi tunafurahia zaidi ushikamano wetu na jamii ya Wakamba, hasa wenye wako hii kaunti yetu pande za Kambiti, Ithanga, Kakuzi na mahali popote katika Murang'a County. Furaha yangu ni wakati tunaenda pande kama Midhini kule Makuyu. Tumeweka maji mahali kama Ithanga huko Kaguku, tukaweka smart city. Hiyo eneo hakukuwa na commercial crop. Sasa hizi tumeweza commercialize mango katika eneo za Ithanga na Lower Murang'a. Wakati naona watu wanaenda wanalipo pesa nyingi mno, hiyo ndio furaha yetu. Wakati tumewapatia sorghum farming, tukaweka mkataba kati yetu na East African Brewery ambao imefanya sorghum farming ianze kushika nguvu pande za Lower Murang'a, huko Wakamba wengi wanaishi. Hiyo ndio furaha yetu, wakati mwananchi wa huko chini anapata pesa. Kumbuka miradi mingi kwa miaka mingi ya kaunti ilikuwa inaangazia Murang'a ya juu. Na ni sawa tu, lakini pia hata wananchi wa Lower Murang'a ni wananchi kama sisi. Na tungetaka Murang'a yote iende pamoja. Mahali kama Kambiti hakukuwa na maji takriban miaka 60 kuanzia ya tupate uhuru. Hakukuwa na maji Kambiti. Tumetoa maji kutoka Kiharu takriban
kilomita 20 tukapeleka mpaka Kambiti. Hivi sasa Kambiti watu wako na maji. Najua kuna shida ya connection fee, lakini tutajaribu venye tutaitatua. But at least tumeona kama ni shule zao kina Kaseve, kina Glelia, kina Idhanga, ECDs. Tumejaribu kuchange face ama sura yake ikae kama a modern ECD classroom. Hiyo ndio furaha. Kuna kitu nilikuwa nimesahau, lakini dakika moja tu. Shida za Murang'a County unaweza sema ni zipi hasa? Shida ambazo zinakumba tu watu wa Murang'a. Ni kawaida tu zile ziko nchi yote, ukosefu wa ajira. Ndiposa tumekuja na Murang'a Youth Service, shida ya kukosa market ya zile vitu tuna produce kama mangoes. Ndiposa tumetafutia mangoes kwa private companies. Shida ziko kila mahali. Shukran sana Gavana kwa muda wako, kwa kutukaribisha kwa afisi yako kuzungumza na wananchi, na natumai wananchi wamesoma mambo mawili matatu kutoka kwako, na zidi kutenda kazi kuwa Kang'ata wa maendeleo. Na hindi mwendo muzisi ni muvya muno nondo wa kwitha watambanya na itundi wa Kilungu kiuki mwanya padatwethiwa na Gavana wa kaunti ya Murang'a Dr. Irungu Kang'ata nyinitu Erastus Kithuku wa Nzomo twithiane Kilungu ne chia kumbia siasa hiti na wandatika mbuthu iteva sakwa uyu tiwanesa.